Nilikuwa nikiambiwa kwamba mwanamke asomeshwi, mahusiano sometimes yanafanya watu wanajiua, watu wanapoteza dila. Nilikuwa sielewi. Hii ni story ya kweli kabisa. Inamhusu mwamba mmoja anatokea huko kijijini. Picha linaanza, mshikaji alikuwa ni mwanaharakati tu. Alikutana na binti mmoja, alikuwa wanapendana kinoma. Na huyo binti alimaliza tu kidato chake cha 4, ikabidi aende zake chuo. Lakini sasa maisha yao yalikuwa magumu sana, hana uwezo wa kwenda chuo. Basi bana, mshikaji ikapiga hatua, akasema mimi ndakusomesha. Akamchangia, akafanya harakati, maana alikuwa analima mshikaji, akauza mazao, akampa pesa. Bibi akabidi aende zake wapi? Aende zake chuo. Lakini walikubaliana kitu kimoja, atakapokuwa yuko chuo wao wanawasiliana. Ikawa hivyo. Binti waliongea mambo mengi mazuri, akamwambia nakupenda sana kwa sababu umefanya kitu kimoja kikubwa sana kwenye maisha yangu. Kitendo cha mimi kunisomesha na kuahidi sitokusaliti, nitakupenda sana, wewe ndo wa kwanza na wewe ndo wa mwisho. Na kwa sababu walikuwa wanapendana sana, basi kila mtu aliamini ya kwamba lazima itatokea. Yule mwamba walikubaliana kitu kimoja, chonde fanya uwezavyo, lakini usinisaliti. Na kweli binti akasema sitokusaliti. Basi wakati anaondoka walikumbatiana, akaondoka. Binti akaingia zake chuo. Cha ajabu, binti alipofika chuo kwa mara ya kwanza alikuwa anavaa zile nguo ndefu, anaonekana mshamba, akawa yuko very serious na masomo. Lakini siku mbili zilipopita akakutana na marafiki, akamwambia wewe, mbona wewe ni mzuri sana alafu unafanya vitu ambavyo haviendani na wewe? Akamwambia mna maana gani? Akasema cheki unavovaa, unaonekana kama ni binti fulani hivi mshamba. Basi wakaanza kumshawishi kadri ulivyoweza. Binti akaanza kubadilika aina ya mavazi ambayo alikuwa anavaa. Mwamba kijijini, kwa sababu alikuwa anajituma sana, na mabinti wengi wa kijijini huwa wanapenda at least mtu mwenye maisha fulani ya katikati ili amsaidie. Lakini Mwamba alikuwa anawakataa wanawake wote, akiamini kwamba yuko mwanamke mmoja ambaye anamsubiria na anamsomesha. Cha ajabu, siku zilivyozidi kwenda, mawasiliano yakawa yanapungua siku baada ya siku. Mshikaji akipiga simu, binti anasema kwamba yuko kwenye discussion. Akipiga simu, binti anasema kwamba yuko zake darasani, yuko zake plepo. Basi ikawa inaenda hivyo. Kuna wakati ikawa inapiga hatua, wanazungumza mara moja, mwisho wa siku ikawa inakatika, siku 2, wiki. Kumbuka Mwamba anamkubali sana yule binti. Binti alibadilika, akaanza kukutana na marafiki ambao wakawa wanampeleka baa, wakawa wanamfundisha kudanga, akawa anapata pesa. Kwa hiyo siku zilivyozidi kwenda, Mwamba akasema hapana, inabidi nifunge safari niende zangu mpaka chuo anachokisoma ili nikamwone, kwa sababu mbona amebadilika, inafika hatua mpaka wiki nzima hatuwasiliani. Mshikaji akakwea zake gari, akafunga safari mpaka chuoni. Kufika kule alikuwa anamfahamu kwa jina la Agape. Kufika kule akamuulizia, jamani, namuulizia Agape. Kutoka anajiuliza Agape ndo nani? Akasema Agape, akawa anamuelezea jinsi alivyo, na bahati nzuri alikuwa na picha, akamuonyesha ni huyo hapa. Akasema ni nani? Ni baba yake, ndugu yake, ni nani yake? Akasema mimi ni ndugu yake, naomba nimuone. Kwa sababu ile picha japokuwa ilikuwa inamuonyesha mazingira ya zamani, ila sura ilikuwa ibadilika. Bahati nzuri akapelekwa sehemu fulani hivi ya chakula, akakutana na ule binti, yuko na wadada wengi. Kwanza picha linaanza, hiyo nguo aliyoivaa ameivaa iko juu ya mapaja. Mshikaji alipofika akamwita Agape. Agape alipogeuka alikuwa na marafiki zake wengi sana. Akasema ni nani? Akamwambia jamani, umenisahau mimi si ni mpenzi wako? Watu wakawa wanashangaa, jamani, Agape alivyo mzuri na alivyokuwa hivi mashallah, na ana date na huyu mtu mbona kama mzee. Akamwambia mimi ni mtu wako wa kijijini, nilikuwa nakupigia simu sikupati, na kwaje mbona imekuwa hivi? Akamwambia nisikilize, sijai kuwa na mtu kwenye mahusiano, sikujui, fanya mambo yako, nifanye mambo yako, sitaki kuniharibia jina, mimi naheshimiana vizuri na watu. Jamaa akasukuma akadondoka chini, watu wakawa wanamcheka pale, akaonekana kama ni mtu ambaye amechanganyikiwa. Mwisho wa siku yule binti akaondoka. Lakini Mwamba ilimuuma sana, kwa sababu yeye ndo alikuwa anamsomesha, lakini issue ya kumpeleka kule wapi kumsomesha chuo ndo ikapelekea changamoto. Mwamba aliporudi kijijini, kwanza akabadilika, akawa ni mlevi sana kupindukia, na mwisho wa siku dila ya maisha ikawa imeharibika. Siku moja akawa anafanywa interview kwenye moja ya chombo cha habari, akawa anasema nimejifunza sana kwamba mwanamke asomeshwe, lakini pia mwanamke akikuzidi elimu wakati mwingine ni changamoto sana. Na kingine, mahusiano ya mbali yana shida. Kuna watu wana mahusiano ya mbali na wanaendelea kusurvive. Kwa hiyo ni historia kweli, nikasema hapana, naomba ni share na nyinyi ili tujifunze kitu. Ili ni chimbuo la Mo Media. Mimi naitwa Maso, OG Mzalendo.
bingwa kusambaza upendo, Snaga Skendo Swahili wanasema taratibu ndio mwendo. Yani ni mwiko kumpigia mtu na mwiko, maji ya pande mlima. Mwaka wa 90 tatizo litabaki kwa muda. See you when you see me. Chill until the next time. Bye bye.